kwake ya kila kitu kitakuwa sawa, watoto watafuatilia, watafanyaje. Ana uhakika visa vesi ya yule binti anayehitaji mume na yule kaka anayehitaji mke. Kila mtu anaamini. Kumbe maisha sio kuamini mtu, maisha ni kuaminiana. Mwambie jirani yako, makusudi ya Mungu anabadilikaga. Sasa anakuja shetani, anamwambia Eva, eti alisema matunda yote msile ya bustani hii. Mkumbuke pointi ilikuwa ni kuuliza, je, alikuja siku hiyo hiyo shetani akafanyikiwa au la? Mimi nasema hapana, na nimefanya utafiti. Kwa nyinyi wenyewe, hata mmoja hapa sijapata mmoja nasema, yani kijana atakuja siku ya leo anaambia anahitaji kukoa, alafu na twende, yani hiyo ndoa haipo. Shetani anapofanya kazi anaanza kunongoneza katika sauti ambazo huzisikii, sauti ambazo ziko zinaunda kitu, ziko zinaunda mimba, ambayo mimba hiyo itakuja kuzaliwa huko mbele. Anakuja na dodosa, anaongea hiki, anaongea hiki, anaongea hiki, baadaye huko mbele inathibitishwa sasa. Lakini hapa tuchukua tu mfano Biblia, kwa sababu sio lazima Biblia iandike kila kitu. Tusome namna ambavyo bali sasa, ambapo ni fundisho kubwa kwa jamii, hasa inayomwamini Mungu. Yaani ni shimo kubwa sana wakati ambapo shetani yaweza kufanyikiwa kumgusa mke wa mtu, inamwona kumwangusha katika dhambi. Afadhali shetani adili na mwanaume kuliko kudili na mwanamke. Ndio maana Biblia inasema kuwe na wanawake ambao wako tayari kwa ajili ya kuombea kanisa. Ndio maana pia Biblia inasema nitampiga mchungaji, kondoo watatawanyika. Tupende mbele tuone ni lini ambapo sasa dhambi ya kubadilisha makusudi ya Mungu ilidhihirika. Kwa sababu baada ya Eva haikubali. Wanaume ambao unanisikia, ambao upo na unaisikia, kama utapata neema, muombe sana mke wako asiguswe na shetani. Ni anguko kubwa sana. Kuna mtu mmoja aliwahi kunihadisia, kuna baba mmoja kwao hawalagi kondoo. Simoja kondoo. Sijasema kondoo kanisani, kondoo wa nyama. Hawalagi kabisa kwenye ukoo wao. Lakini alilishwa na mke wake kondoo yule jamaa. Yaani hali kabisa. Yaani kikutana na Simon pale, wako wanafanya biashara, wanakutana sio na Johnson na Jackson, alafu wako kwenye meza, alafu anasema hapa sasa bwana, hii ni kondoo bwana, na she's going to hatuli kondoo kama kuna kambuzi kuku sawa. Lakini mbele za mwanamke alikula. Alafu kauliza jirani ambaye alikuwa pamoja, hivi ni kwa nini alikula? Upendo. Yaani upendo unakulisha kitu ambacho hulagi. Halo mama jani, inawezekana. Mimi kwangu haiwezekani. Nimekula. Eti nimwambia siri kwamba nilikula kondoo. Kumbe unajua kama hujawahi kula kitu kila unakisikiaga. Nakisiaga. Ni kama ambavyo kama umezoea kula chakula cha mke wako, kila chakula cha mtu mwingine unajua. Amen. Anacheka fizika mzee wa kuonja. Hupaswi kuwalisha watu kitu ambacho hawako tayari kukila kwa ajili ya biashara. Anasema majani naweza ukala
Kumbuka Samson. Samson alitolewa macho kwa ajili ya upendo. Mwaje? Yaani niko tayari macho watatoboa itu upendo. Praise. Na kitu ambacho mkijua ni kipi, ndani ya nchi kuna utawala, si kweli? Kuna utawala. Unapokuwa nje ya utawala wa nchi yako, nchi inafanya mamlaka kwako. Inatumia mamlaka, inatumia power kuashirisha utawala wao kwako wewe. Lakini ukitii, mambo yanakuwa shwari. Amen. Na ndivyo ilivyo kwa nyinyi, mama unaenda kuolewa baadaye. Kama hujamtii mume wako, atatumia mamlaka yake, power, kuonyesha utawala wake kwako. Alafu kama unahitaji kufanikiwa baadaye ndani ya maisha ya binti, mtii mume wako. Mimi nimesikia kuna vijana wengi hawajaoa, ningesikia makofi ya kishindo cha vijana, kumbe wamezubatu wananisikiliza. Mnifuatilie. Unatobolewa macho kwa ajili ya upendo mama. Sasa niambie nani mama Jani, sasa mdomo wake inawezekana. Yaani yule ndugu yangu mama Jani kabisa, na macho tutatobolewa tu kama hujanionyesha upendo. Afadhali nitobolewe macho hayo wakati hapo nakana kuonyesha upendo kuliko utobolewa macho kwa ajili ya upendo. Afadhali nitobolewe macho kusipokuonyesha respect kuliko kuonyesha respect alafu nitobolewe macho. Sasa anapokuwa anaumba Mungu akabadilisha kusudi la mwanadamu ndani ya maisha yake, ndani ya dunia hii kwa vyote, lakini pia na mwanamke wewe ukaguswa. Cha kwanza ukumbuki, ikiwa ni mume, ikiwa ni mke, walikuwa uchi lakini hawajiona. Mwanzo mstari wa 3. Tumeishia 8. Mwanamke akamwambia nyoka, mstari wa 2, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katika ya bustani Mungu, katikati ya bustani Mungu alisema msile wala msiaguse msije kufa. Nyoka anamjibu, mstari wa 3 wa 4. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mstari wa 5, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kumbe mwanadamu mwanzo kusudi la Mungu ilikuwa wewe usijue mema na mabaya. Wewe ilikuwa utawale pale bustani maisha marefu, kula tu umepewa, inavyotambaa ya nyama majani. Alafu mstari wa 5 unaendelea, yajua ya kwamba siku mtakakula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa mmewe naye akala. Mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wa uchi, wakashona majani ya mitini wakajifanyia nguo. Mstari wa 8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9, very danger.
Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Tangu Adamu na Eva waumbwe, Biblia inasema walikuwa wanatembea uchi. Walikuwa wanatembea uchi, lakini hawajioni. Wewe kijana unayejiandaa kuoa, binti unayejiandaa kuolewa, wewe mama ambaye umeolewa tayari, wewe baba ambaye umeoa tayari, kumbuka ya kwamba hapa tunaelekea kuwa namna ambavyo makusudi ya Mungu aliendelea kubadilika ndani ya maisha ya binadamu. Chanzo cha kufanya au mabadiliko awepo. Ni kama ambavyo katika kanisa hili Mungu anaweza akapanga baada ya miaka 5 ili kanisa nalibariki, nitaleta watu kutoka kusini, kutoka mashariki, lakini sisi ambao ni wazawa hapa tukawa chanzo cha kusogeza au cha kubadilisha makusudi ya Mungu. Amen. Ambapo sisi waweza kuwa ndio chanzo cha kufanya au makusudi ya Mungu kuweza kukamilishwa. Tangu waumbe alikuwa bado Mungu hajapita bustani akawakosa, wala inawezekana Mungu inaonekana alikuwa anapita, hawajui kwamba amepita. Sawa, tunda bado hawajala. Dhambi inatusogeza mbali na Mungu, inatutenganisha na Mungu. Pointi ilikuwa nakukumbusha kijana unayeoa, kesho kesho, binti unayeolewa kesho, mama ambaye amechorwa tayari, baba ambaye ameshaoa. Mungu alisema hapa kitu tunaenda kuangalia, utatawaliwa na mwanaume wako. Mume wako atakutawala, ni Biblia inasema. Lakini mwanzo alipokutoa kwenye ubavu wa mume wako hakusema, hakutaja kwamba utatawaliwa hata kidogo. Lakini Biblia inasema hapa chini, kwa maana ya kwamba alipompa hapa mstari wa 9, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Siku zote kama utaolewa baadaye, mwanangu, utaoa mwanangu, msipojaribu kubalance yale maisha ambayo Mungu aliyatenga, mtaharibu. Kama ni mwanamke na mwanaume wanaishi kwa pamoja, haijalishi wamefunga ndoa hajafunga ndoa, kama hawezi kubalance katika ayo mamlaka ya Mungu aliyatoa, kuna uharibifu. Sasa mstari wa 10 akasema, nalisikia sauti yako bustani, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. Swali linakuja, je, Eva angelikula tunda mwenyewe asimpe mmewe, ingelikuwaje? Majibu, Eva angelikula mwenyewe, Adamu asile, hapenge kuwa na mabadiliko ya makusudi ya Mungu. Na ndio maana Mungu amemtwaa mume kuwa mtawala ndani ya nyumba. Na ndiye maana mwanamume yeyote anayetawaliwa na mwanamke anadharauliwa. Ni kweli uongo? Yes. Kwa sababu Mungu aliagiza ya kwamba mwanaume atatawala nyumba yake, na chanzo cha mwanamke kutawaliwa ni kosa lako ulilofanya. Na ndiye maana inabidi wanaume wawe makini sana, kwa sababu atakapoweza shetani kupenya kumgusa mke wako, kuweza kumtoa kwenye reli, ujue hiyo nyumba imeharibika tayari. Chanzo cha mabadiliko ya makusudi ya Mungu ndani ya dunia hii sio Adamu, ni Eva. Lakini Eva anaangaliwa Adamu aliyekubali. Je, wanajiuliza maswali? Je, Adamu hakujua yule mti ambao lile tunda ambalo limeletwa ni tunda lipi? Kwa sababu aliyepewa mamlaka ya kulinda mahali pale kwenye bustani ya Eden alikuwa nani? Alikuwa Adamu. Kumbe
Angelipaswa kujua hapa kuna kuku wanafanana hivi, hawa kuna ndege wanafanana hivi, hawa nyama hapa wanafanana hivi, matunda ya pale na mti ambao nimekatazwa nisile matunda yake yanafanana hivi. Na wala kabla hajamulisha Eva alikuwa na mama ya kumuuliza matunda haya ametoka wapi, na kama labda ametoa maganda au ameshakula amebadilisha kadogo tu ambayo katambuliki, alikuwa na mamlaka ya kumuuliza umetoa wapi tunda hili, kwa sababu Mungu amemwambia lipo tunda tu likiliwa tayari. 12 kila kitu mke wako anapokuletea nyumbani muulize umetoa wapi, siwe ni tunda la katikati. Ni wajibu pia mwanamke anapoleta kitu nyumbani, naweza mumfahamishe baba, nimekuja leo, nimefanikiwa, nilikuwa natembea na mkoba na kamfuko fulani mfukoni, alafu nimekuta kasungura kamikufa pale, nimezoa nimeweka mfukoni. Yes, ni Biblia, sio mimi. Akamletea tunda, Adamu akala. Alipokula tu, kumbe tuko uchi, kumbe tumetenda dhambi. Matunda yote wamekula. Kumbe vipo vitu ambavyo wewe kama mwanaume ujayo, mke ujayo, mwanamke ambaye yupo, mke ambaye yupo sasa hivi ambao ni Jessica, ambayo ni Destiny na wengine hapa mama Maya, Isabel, vipo vitu ambavyo mume wako atandangana hatuvifanya. Kwa sababu naona vinafanana na mti wa katikati. Visibatenganisha. Bali vitaviti. Ndio mamlaka ambayo amepewa huyo mwanaume. Alipogusa Adam, ndugu yangu, alipogusa mwanaume akara, makusudi ya Mungu yote yakabadilika. Na ndiyo maana nyumba inapaswa kuwa nyumba, ulinzi wake ni mwanaume, sio mwanamke, ni mwanaume. Nyumba yote ilipo inayoitwa ya watu ambao wameolewa, mume na mke, ulinzi wa hiyo nyumba ndiyo wanachangia, lakini mamlaka makubwa amepewa kwa mwanaume. Kwa maana ya kwamba hapa Biblia imesema alipo tu amua akachukua akala, ndiye maana akasema Mungu ya kwamba sasa hivi imekwisha. Wakajiona uchi, wakaanza kutengeneza majani, nguo, yani emergency, hakuna mpango na vitu tafute nguo. Na ndiye maana unapoletewa nguo, yani kama ujara hiyo nyama, kwa sababu ya upendo nataka nile tunampenda. Haitoashiria kwa unampenda kwa sababu umekula nyama ambayo ameleta. Kumbe kukataa hilo tunda ilikuwa imebeba upendo mkubwa ambao imekufanya siku ya leo unazaa kwa uchungu. Imebeba machungu ambayo analifanya siku ya leo ili familia ile ni jasho. Akamwambia, nikaogopa kwa maana mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekwambia kuwa uchi? Mungu akamuuliza, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usile? Sio, Eva amekula. Kumbe yapo matatizo atakuja kwenye kichwa changu mimi kwa sababu nimemtii mke wangu. So mimi sipaswi kumtii mke wangu. Mke wangu anapaswa kunitii. Upaswi. Hapana, hapaswi kukutii. Kutii sio nasema kuheshimu. Kutii ni kitu kiko juu ya heshima. Hakuulizwa Eva, kwani yani mke wako Eva amekuwa aliulizwa Adam, umekula? Angelimwachia Eva siku tulionayo. Wewe na mimi tuna story nyingine ndani ya dunia hii. Lakini kwa kuwa Adam alitii, akala tunda, akabadilisha kila kitu. Biblia inasema Adamu akasema, huyu mwanamke ulionipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Sasa umepewa mamlaka. Sasa mimi sipaswi kumwambia Mungu, huyu sio mwanamke ulionipa. No. Mungu ananiangalia anasema, tutaendelea kukomaa tu. Sio fesi, unanisikia? Au Jennifer anakuletea baadaye tu, nisipokula hivyo tanionaje? Kumbe ndio unajimaliza tayari.
akamshtaki Eva, Adam. Nani? Adam akamshtaki Eva kwa Mungu. Yule mwanamke ulioniletea. Ama sasa kuna watu wanajiuliza swali, je, hivi Adam aliwahi kulalamika kwa Mungu kwamba anahitaji mke? Siwahi kusoma hiyo sehemu ndani ya Biblia hata usikie. Ila Mungu ndiye aliona mapungufu, na kwa Mungu hafanyi kosa, ni lazima tumtii. Lakini Adam hajawahi kulalamika. Yeye akachukua hiyo point kwa kumlalamikia Mungu. Wewe uliniletea na mimi nile. Adam akasema, huyu mwanamke uliyenipa. Mungu awajalie ndugu zangu wanawake mliolewa, wanaume wasianze kulalamikia Mungu, huyu mwanamke ulionipatia. Lakini na wanaume ambao mmeoa, wanawake pia wasianze kulalamika, huyu mwanaume ulionipatia. Mungu atujalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wadada watarajiwa kuolewa, Bwana Yesu asifiwe. Wakaka ambao wanatarajiwa kuoa, Bwana Yesu asifiwe. Wamama walioolewa, Bwana Yesu asifiwe. Wababa waliooa, Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 12-13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya. Ukiona mume wako kuna sehemu hayuko sawa, ujue kuna mtu nyuma yake. Anaitwa nani? Nyoka. Ujue yani mume wako hayuko sawa sehemu. Usipambane na huyo mume, pambana na nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mke wako kuna sehemu hayuko sawa, usipambane na mke wako, pambana na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Adam aligaliwa na Eva. Adam akamshtaki, akamwambia Mungu, wewe ndiye uliniletea mke. Huyu mke ndiye anamsababisha yote. Alafu Eva alipofikiwa anauliza, kwa nini umefanya hivi? Alafu Eva anasema, ni yule nyoka bustani, nyoka ndiye amenidanganya. Kwa maana ya kwamba mama ambaye upo hapa, usikubali nyoka kudanganya. Usikubali kusikia sauti ya shetani kuitii. Sauti yote tunayoisikia ndani ya maisha yako, mama ambaye umeolewa, ambaye inaibua kuonyesha mamlaka ya utawala ulipo, ambaye inavuka mipaka ambayo uliopewa na Mungu, inaleta uadui. Mwanaume uliopo, ambaye unasikia sauti ambayo inakuletea yani ishara za kwamba hauendelee kumpenda mke wako, ujue kwamba ile sauti ni lazima uikemee. Lakini kitu ambacho inabidi wamama mtambue. Bwana Yesu asifiwe. Tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakina mama ambao mko hapa, tunyoshe mkono. Ambao wamechumbiwa tunyoshe mkono. Wameshachumbiwa tayari, tunyoshe mkono. Wadada ambao wamechumbiwa. Wakaka ambao wamechumbia tunyoshe mkono. Wakaka ambao wamechumbia. Yani anashika kuniangalia kamera tu, anajikausha. Wewe una mbele ulileta rafiki. Sio usimlete rafiki. Ndio kwenye haja kubali, utazidi kazi. Nabidi kazi. Sio moja kwa moja tukubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamama ambao mmeolewa, naamini kila mmoja, hata kama hujazaliwa Kigoma, uliwahi kufika hapo posto kaona bahari, si kweli? Ina bahari ya Victoria. Unajui bahari ya Victoria? Unaijua?